Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mzuri ambao Yesu Kristo ametupea nafasi tena ya kujifunza, na nataka tutumie nafasi hii ambayo Mwenyezi Mungu ametupea tukijifunza kuhusu dhambi. Tutaangalia maana ya dhambi, tutaangalia kifungu hapa hapa kuhusu dhambi, na pia tutaangalia chanzo cha dhambi, na pia tuangalie madhara ya dhambi, na pia mwisho tuangalie suluhisho la dhambi. Kwa hivyo anza nami mpaka mwisho. Basi nimesema siku ya leo somo letu kuu ni kuhusu dhambi. Dhambi ni nini? Dhambi ni tendo, neno, wazo au mtazamo unaokwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Dhambi ni tendo, neno, wazo au mtazamo unaokwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Dhambi hututenganisha na Mungu na kuharibu uhusiano wetu naye na hata wanadamu wenzetu. Yaani dhambi inaharibu uhusiano wetu na Mungu, na pia dhambi inaharibu uhusiano wetu sisi na wanadamu wenzetu. Kwa hivyo dhambi ni tendo, wazo, neno au mtazamo ambao unakwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Basi nataka tuangalie kitabu cha kwanza hapa. Tutaangalia kitabu cha Warumi 3:23. Inasema hivi: kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Tarudia, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Paulo hapa anajaribu kueleza kwamba wanadamu wote wamefanya dhambi bila kujali kabila, taifa, dini au hali ya maisha. Hakuna mtu anayekamilika mbele za Mungu kwa matendo yake mwenyewe. Hakuna mtu anayekamilika mbele za Mungu kwa matendo yake mwenyewe. Wote, Paulo akiwa anasema wote wamefanya dhambi, inamaanisha nini? Wote inamaanisha kila mtu bila ubaguzi. Kwa hivyo sote tumefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kupitia dhambi basi tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Dhambi ni nini? Dhambi ni kutomtii Mungu, kuvunja mapenzi yake na kukosa kiwango chake cha utakatifu. Dhambi ni kutomtii Mungu, kuvunja mapenzi yake na kukosa kiwango chake cha utakatifu. Dhambi imefanya mwanadamu ashindwe kufikia kiwango cha utakatifu na utukufu ambao Mungu alikusudia. Kupitia dhambi imefanya ule utukufu wa Mungu tunakosa. Kwa sababu gani? Ni dhambi imetutenganisha. Amen. Nataka tusome Warumi 6:23. Warumi 6:23. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Kristo. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Kristo Bwana wetu. Paulo analinganisha matokeo ya kuishi katika dhambi na matokeo ya kuishi katika Roho. Paulo anajaribu kulinganisha. Mshahara ni nini basi? Mshahara ni malipo anayopata mtu kwa kazi yake. Kwa hivyo kama mshahara wa dhambi ni mauti, mshahara ni yale malipo. Kwa hivyo ukitenda dhambi, mshahara wako ni mauti, na ukitenda yale mema, basi mshahara wako pia uko hapo hapo. Amen. Ukiwa mtu wa kutenda mazuri, basi pia Mungu anasema kwamba bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa hivyo
mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele. Nimesema mshahara ni malipo anayopata mtu kwa kazi yake, so ni mtu mwenyewe ajichagulie kama unataka uzima wa milele ama unataka umauti wa kimwili. Dhambi humtenganisha mwanadamu na Mungu. Dhambi inamtenganisha mwanadamu na Mungu, na tunaona katika maandiko. Kwa hivyo dhambi inanitenganisha mimi na Mungu. Wakati nitakapokuwa nimeanza kutenda mambo ambayo yako kinyume na Mungu, basi pia relationship yangu mimi na Mungu inaanza kuharibika. Amen. Dhambi hutenganisha mwanadamu na Mungu mwenyewe. Mauti ni nini? Mauti, Biblia imetuambia kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Basi mauti ni nini? Mauti ni kifo cha kimwili, kutengwa na Mungu kiroho, hukumu ya milele ikiwa mtu hatubu na kumwamini Kristo. Dhambi ina matokeo mabaya na kuleta mauti. Kwa hivyo dhambi ndiyo inaleta mauti, na dhambi ndiyo ilileta mauti. Dhambi ndiyo ilikuwa chanzo cha mauti. Amen. Mungu anatoa wokovu kama zawadi ya neema. Yaani Mungu anatoa wokovu. Mungu anatoa wokovu kama zawadi ya neema. Baada ya kwamba mwanadamu ameasi, Mungu akatoa njia ya kwamba ili uhusiano wetu uwe tena vizuri. Ndio Yesu Kristo, ndio Mungu mwenyewe akamtoa mwanao Yesu Kristo duniani ili akuje akufie dhambi zetu, ili ya kwamba atakayemwamini basi uhusiano wake na Mungu ukaweze kurudi kama kawaida. Wokovu unapatikana kupitia Yesu Kristo peke yake. Wokovu unapatikana kupitia Yesu Kristo peke yake. Hakuna njia yoyote ambayo wokovu unaweza ukapatikana isipokuwa ni kwa njia ya Yesu Kristo peke yake. Amen. Tusome Yohana wa kwanza 1:9. Yohana wa kwanza 1:9. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atusamehe dhambi zetu. Amen. Narudia, tukiziungama dhambi zetu, yeye nani? Mungu ni mwaminifu na wa haki atatusamehe dhambi zetu, lakini mpaka tuziungame dhambi zetu. Yohana anatuhimiza sisi kama waumini ya kwamba tukaweze kuwa waaminifu mbele za Mungu. Badala ya kuficha dhambi, tunapaswa kuziungama kwa Mungu kwa toba na kweli. Kuungama dhambi ni nini? Kuungama ni kukubali mbele za Mungu kwamba tumetenda dhambi. Kuungama ni kukubali mbele za Mungu kwamba tumetenda dhambi bila kuzitetea au kuzificha. Bila kuzitetea au kuzificha, tukiwa na moyo wa kutubu. Kwa hivyo dhambi ama kuziungama dhambi ni kule unaziungama dhambi, unakubali ya kwamba umetenda dhambi, lakini siku itetea dhambi. Unaambiwa kwa mfano, ukifanya hivi ni dhambi, wewe nawe unaanza kutetea ile dhambi, lakini mbona ikafanya hivi? Kwa hivyo tukaweze kuziungama dhambi zetu. Nikaungame dhambi zangu mimi kama Moses, ungama dhambi zako kama wewe, kwa moyo wa kutubu. Amen. Mungu hutimiza ahadi zake. Ameahidi kuwasamehe wanaomjia kwa toba ya kweli. Yesu mwenyewe alituahidi ya kwamba tukienda mbele zake
kwa njia ya msamaha na kwa njia ya toba ya kweli, Mungu mwenyewe atatusamehe dhambi zetu, hata ziwe nyingi kiasi gani, ziwe gani. Hakuna dhambi kubwa na ndogo, dhambi zote ziko sawa. Kwa hivyo tukienenda mbele za Mungu kwa moyo wa toba na kwa moyo wa kutubu, Mungu atatusamehe. Haijalishi umefanya dhambi vitu vingapi viovu, haijalishi umefanya mambo mangapi maovu. Wakati utakapoenda mbele za Mungu ukaombe msamaha mbele za Mungu, Mungu mwenyewe atakusamehe. Tukiangalia Paulo, alifanya mambo mengi sana, lakini wakati alipotubu mbele za Mungu, Mungu mwenyewe aliweza kumsamehe na akafanya miujiza zaidi. Kwa hivyo tukaweze kuzungama dhambi zetu, ya kwamba tukizungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu, atatusamehe kama vile alivyotuahidi katika maandiko. Msamaha wa Mungu haupingani na haki yake. Msamaha wa Mungu haupingani na haki yake, kwa sababu msingi wake ni kazi ya ukombozi, Yesu Kristo. Amen. Tarudia hii pointi. Msamaha wa Mungu haupingani na haki yake. Kwa sababu gani msamaha wa Mungu haupingani na haki yake? Ni kwa sababu msingi wake ni kazi ya ukombozi wa Yesu Kristo. Amen. Msamaha wa Mungu huleta utakaso na urejesho uhusiano wetu naye. Msamaha huleta urejesho. Msamaha huleta baraka. Msamaha huleta heshima. Msamaha huleta uhusiano mzuri. Wakati mimi nitakapokukosea na mimi niungame ya kwamba nimekukosea, na mimi nikiungama wewe unisamehe, inamaanisha uhusiano wetu utakuwa uko sawa. Kwa sababu gani? Nitakuwa nimeungama dhambi zangu. Amen. Sisi tuangalie chanzo cha dhambi. Chanzo cha dhambi. Na sitaenda ndani sana ama sitaanzia mbali sana, lakini nataka nianzie tu niseme dhambi inaanza wakati kama hautamtii Mungu. Dhambi inaanza kama hautamtii Mungu na pia mwanadamu. Kama hatufuati zile sheria za Mungu ama yale mahusia ya Mungu anayotuambia, basi tuko kinyume na mapenzi ya Mungu, na hapo ndipo dhambi kwa hivyo dhambi inaanza wakati tutakapokuwa hatumtii Mungu ama kumtii Mungu. Acha niseme hivi, dhambi inaanza wakati ambapo tutakuwa hatumtii Mungu na pia binadamu wenzetu. Amen. Tamaa za mwili. Wakati utakapoanza kuwa na tamaa za mwili, basi hapo ndio dhambi inaanza kuingia. Kwa hivyo pointi ya kwanza, dhambi inakuja kama hatumtii Mungu na pia wanadamu wenzetu. Njia ya pili, dhambi inaanza wakati mtu atakapoingiwa na tamaa ya mwili. Wakati nitakapoingiwa na tamaa, basi ndio chanzo cha dhambi. Kwa sababu gani? Nitakuwa ninaangalia nitakuwa naangalia venye mimi ninataka, ama nitakuwa naangalia venye mimi mwenyewe desire zangu mimi mwenyewe nitakuwa ndo naziangalia, lakini nitakuwa siangalii mapenzi ya Mungu ama yale Mungu anayotaka nikaweze kufanya. Kwa hivyo dhambi inakuja kwanza kama tuko na tamaa ama tamaa za mwili zikituandama.